Tumeangalia Simba Day vizuri. Baada ya kupanda Mudimbazi, katuharibia kabisa Simba Day. Yaani Simba Day haieleweki. Bado anaendelea kuleta stori zake za uongo. Unakwenda kuwaambia watu na umma kwamba mchakato wa mabadiliko bado. Mchakato wa kwanza wa mabadiliko ni katiba mpya. Katiba mpya Simba kaipata. Katiba mpya ya Simba haitambui mwekezaji, inatambua wawekezaji. Sasa mchakato gani ambao wewe unataka? Lakini pia bado naenda kusema kwamba nitawekeza bilioni 30. Maana yake zile 20 ulizotudanganya zilikuwa uongo. Hapo unakuja kujikamata mwenyewe. Zile 20 ulizosema ni uongo, sasa hivi unataka unakuja na story ya 30, si ndio? Lakini pia umesema kwamba utakuja kujenga uwanja na sehemu za mazoezi na nini. Kwa miaka yote ya nyuma uliokuwa unatuambia kila Simba Day unatuambia hii story kwamba utajenga kila siku, si ndio? Lakini pia umeikataa bodi ya wadhamini. Leo hii unasema bilioni 30 zako utaweka kwenye bodi ya wadhamini. Bodi gani ya wadhamini? Akatoe bodi ya wadhamini kupitia machawa wako wameikataa bodi ya wadhamini. Lakini wana Simba ni wasanushe. Bodi ya wakurugenzi ambayo anapaswa kushirikiana nao Mangungu sio hii. Ni bodi ambayo itakuja kwa mujibu wa katiba mpya. Hii sasa hizi ni gereza tu. Na Mangungu, busara zako zinaishia kwenye mchezo wa ngao ya jamii dhidi ya Yanga. Ukija huo mchezo wa dhidi ya Yanga, busara zako ziishie hapo. Tunachotaka upate matakwa ya katiba mpya. Masala ya busara pia tutaki. Masala ya busara tujachoka. Sababu busara ndio tunakuja kudanganywa. Sisi wenyewe akili timamu tumegundua hapa tunadanganywa. Bado anaendelea kutufunga kamba. Wana Simba si nini? Hiyo story sisi tushachoka. Kakae nje ya boksi kisha utengeneze mazingira kurudi kwenye boksi. Hizo story zako za nganganga tumeshachoka.